yaliyovunjika, nyimbi ya usaliti wa ndoa, mapenzi yaliyovunjika, nyimbi ya usaliti wa ndoa, mapenzi yaliyovunjika, nyimbi ya usaliti wa ndoa. Mapenzi yaliyovunjika, nyimbi ya usaliti wa ndoa, mapenzi yaliyovunjika. Wewe hapo ndio uko bize. Ni asubuhi tu mguu unaachia. Rudi kwenye usiku. Kweli? Hapa mke wangu amesha kuna matembele kila siku na furahisha na mimi naangalia ile familia yetu kwa tunatoka na ndio maana pambana katika familia yangu. Nimesha kama haya kila siku mkaangalia kama mbuzi kweli. Au salamu ni wapi mke wangu anapenda tu. Unasikia Maseka? Hata kama basi unahangaika sijui kwenda kutafuta nini ndio kosa kuna muda kupumzika. Mimi na shida zangu kibonda kwani nikwambie wewe. Sawa. Ndio. Sina mambo mengi basi. Mimi natamani yani siku moja nikae na familia yangu nyumbani, na kwa naye na kosa muda ili kuelewa mbona mbadilika ghafla hivi shida nini? Shida nini? Hebu baba tuwe. Sawa baadaye. Jamani. Ubizo. Ananichukuliaje mimi? Kila siku matembele, dagaa, nachoka. Alafu kimwambia, sijui mimi nakupa bize kwa sababu ya kukutafuta sijui nini ndio vitu gani ambavyo hapati yeye bana. Yaani maisha magumu kukopa ni yetu. Bana mimi nachoka. Alafu kitu kingine. Kwa shida sawa. Kile ni malaya. Kila siku mtandaoni kujifunza tunaona. Alafu kimwambia anakuja jioni. Sasa ili na mimi muumize. Kutoka na rafiki yake. Kila wakati. Na sio kwamba simpendi. Maseka nampenda sana. Lakini nafikia wakati mwenyewe nachoka. Sina nguvu. Mimi kwa sababu mapenzi yaliyovunjika. Mapenzi yaliyovunjika. Mapenzi yaliyovunjika. Mapenzi yaliyovunjika. Mapenzi yaliyovunjika. Mapenzi yaliyovunjika. Sheo mambo. Safi poa. Safi uko wapi? Niko mtaani hapa. Sasa shemeji. Sawa. Niko naomba uje. Ndio nitaka uje sasa hivi maana Maseka tayari kashaondoka. Kama unavyojua Maseka kutoka asubuhi kwenda usiku. Basi sawa nakuja kuchacha kushikilia mkutano. Sawa, nitaji basi. Sawa.
Nakuja. yangu vipi, naona haraka kinoma, unaelekea wapi? Mwanangu leo amenipigia simu pale yule mshikaji wangu wa kule kwa mmoja. Sasa ameniambia ni mchongo ndio kwa nimemwambia mtiki leo. Basi poa mwanangu. Mbona wewe unataka nyumbani huko? Bila sio pia. Kaza kiume, ndio tuna chakula cha familia. Sasa mimi ngamia harakati zangu kwanza hivi. Basi sasa ndugu yangu, ngoja kwanza tuliwaiwai hivi chini kazi sije kandoa mtu mwingine. Oh, haina noma. Sasa tutaongea. Mwisho Mariana. Action. Wewe shem kama shem. Ndio naondoka. Basi takuita. Sawa, kwa shemeji. Shemeji yangu kwema. Kwema, karibu sana shemeji yangu. Asante. Nimetikia wito wako shemeji yangu. Alafu kingine, mbona umekuwa sana na wakati nilikwambia nikifika mimi hapa nakukuta umechangamka, tunapiga stori zetu vipi au una shida gani nieleze? Ni kweli shemeji yangu. Unajua mume wangu amebadilika sana. Mume wangu amebadilika, simwelewi. Hapo kwenye kubadilika. Shida ni wako ana wanawake wengi. Ana wanawake wengi, yani so sawa kwake wanawake tu. Sasa usiombe uingie mtandaoni. Ila mimi kwa sitaki kukwambia kwa sababu umejionea, bali nilikwambia. Ila kitu ambacho nataka nikusihi. Ole wako uje umwambie kwamba mimi nimekuja hapa kuja kusema haya maneno hapo. Omba. Hapo tena sipo. Wewe ni mwanangu sana, wewe tumezoeana. Mwenye shida na watu tunasaidiana. Shida kinachoniuma. Unajua mimi mwezi kumi hapa nakula dagaa. Nakula tembele. Alafu kitu kingine, unaposema sijui kwamba huko sijui na wanawake wengi hao ni wateja pale saluni kwake au yani ni aje? Wateja? Yeye ana wanawake wengi pale. Unaona juzi katoka kuchukua samaki kule kwa bibi Nuera kule. Katoka kuchukua samaki, bonge ya samaki. Na mimi nilikuwa naye katika hiyo kuchukua samaki. Sasa sijajua hiyo samaki iliendaje. Mimi nashangaa sana, unajua shemeji yangu ulikuwa umenenepa lakini sasa hivi naona mawazo mengi umekonda. Shida nini shemeji yangu? Yaani wewe mwanamume wako inabidi muelekeze vizuri. Akaye ajue uchungu wa ndoa, sisi ndio tunapambana nazo. Ndoa, yaani kuhusu swala ndoa. Mume wako kweli anazingua. Mimi nishamshauri kaza wa kaza. Ila tu hicho mimi ndio nimekwambia usije ukamwambia. Yeye mtamaliza wenyewe huko ndani. Nisitaki hayo, yaani sitaki hizo habari za kuja kupigiana simu. Nionekane nimekuja hapa kuchamba umbea. Hapana shemeji. Yaani hilo leo niambie. Simwambie. Lakini ndugu yako anachokifanya sio kizuri. Haiwezekani mimi ananilisha tembele, dagaa, kumbe yeye kula na wanawake zake. Afu wezi amini sasa. Kila nikimwambia mume wangu siku zimebadilika sana, mbona upo bize? Anapotoka asubuhi hapa, anakuja usiku nimelala. Asubuhi anaondoka ni hivi. Alafu nikimwambia sijui na kuhangaikia mke wangu, sijui ni kumbe huo ujinga ndio anaofanya kule. Sasa ngoja. Mapenzi yaliyovunjika, nyimya usaliti wa ndoa. Achane na wanawake hawa sasa hivi wakiingia mtandaoni na mapenzi yaliyovunjika, nyimya usaliti wa ndoa. Kae umuelekeze, yani kanae kabisa umuelekeze. Mapenzi yaliyovunjika, nyimya usaliti
kali mimi nimekuwa sema tunaendea. So unajua mimi kijioni pale nimefunga wateja si wakati yani. Nimemacha mke wangu ndo apambane pale. So unajua tena. Kaona bwana nipige story kwenye mingi tatu hapa. Vipi harakati lakini hapa sasa hivi? Mambo unaviona hivi bila la ukimya hivi mimi nina mapicha wateja hakuna. Ila mwanangu shakundua kitu. Hivi kwa nini yani ikiwa karibia sikukuu wateja unakuta wengi? Unajua nikwambia kitu? Maisha ya maskini yani mtu anakubali ajimeke yani mwezi mzima ila siku ya sikukuu apendeze, wanawe wapendeze na pilau kila nyumba zinapikwa. Hayo ni familia dunia. Ila leo sisi tunalipiga. Ili nikwambie kitu. Kukata tamaa mtoto wa kiume walifuna. Ni kupambana siku zote. Usikate tamaa. Yaani hata kama unampata mmoja kwa siku, vumilia. Sasa nikwambia kitu mwanangu. Nikapita umewahi. Mpaka mmoja ukipe naendelea na harakati fresh yani. Wale umepata mwanangu usingatie. Unajua ile kazi yani si ngumu kama hii. Na wewe ingekuwa hii kazi ni nyepesi ya kufanya na mtoto wa kike amekaa. Ila kama anajua kuna nini kusuka wanawake, sio unajua ile kusuka wanawake nini, hiyo ungebadilishwa kama acha afanye mambo mengine. Tunaingia zetu kwa ndani kupiga kazi. Sasa maisha gani maana? Mimi wewe tunamwona alivyo vile. Kwa hiyo star ndio mweke hapa. Anasema ndio mmoja nywele. Afu muda wote si naona na nani touch na kana snap yote. Mbona naelewa. Ulimtolea wapi? Mwanangu. Kama ile ndio Londo huko kijiji fulani hivi mapolini huko. Kama ndio mjini mchukue kidogo huyo ambaye ametoka huko amepoa poa baba alipochangamka sasa hivi. Tabia wao mtu kijijini. Ndio shengene ambaye yeye nimepata wazo. Yule alikuwa labda ni mtumishi wa ndani, amefanya kazi za ndani. Huwa wakienda mjini wakifanya kazi za ndani wanaharibika hivyo. Unaona mimi yule nimefuatilia mwanzo mwisho. Napiga za ametoka kwenda wapi? Kitoka na kwa mama yake mdogo. Akitoka mama yake mdogo nyumbani kufanya kazi za nyumbani. Wale wameenda mjini. Wewe ulishangaa meng'aro sheni nini? Hamna kitu. Chunguza mwanamke kwanza. Mwanamke sio sura, mwanamke tabia. Unaita mwanamke akusaidie, yani akusaidie yupo tu. Utakuwa unafanya kazi gani? Hakuna kazi unayoifanya pale. Zetu ya kupoteza muda. Kiasi utakuwa na mawazo wewe ufanye nini kwa sababu ya mwanamke. Unaongea kitu hapo hiyo. Sio nimeongea kitu. Mimi mwenyewe nilioni. Yaani ukitaka kujua vizuri kaa na wazee. Usi unakaa na sisi vijana pembeni yetu ya story, hapana kaa na wazee. Kuna kitu wanakupa. Mwanangu unaongea kweli ya Mungu ile. Mbona basi mimi naongea kila siku yani mambo poa sema tunajua tena wakati mwingine unakutani ukikana vijana wewe kule ndani nao kabisa sana. Unajua siku tunarudi nyumbani. Na mbona ukose pesa na mwanamke? Wewe ukose pesa lakini mwanamke unaelewana. Ndio kitu cha muhimu, kitu cha kwanza. Kutoka yani kama unatoka kazini hauna amani, kama unapiga story nzuri na nakuelewa. Lakini unafika tena kupigia sura kama ndio mwanamke, kama wewe ndio mwanamke wakati mwanamke. Ndio inaomba sana niseme. Ila kaka ni kwa ofisi pale hapo yani ni ipi na kisha wapi? Wewe pambana. Mazuri tu usiona hivi basi kwa mwanangu wewe fresh mimi niko tuwe bana hapo mwanangu kama kawa na ukubali haina noma roast tena. Shemeji, najua ni
sana, lakini naomba tu nikubalishe shemeji yangu. Kwani unafanya hapa shamba kicho unafly? Sasa kama fly, naomba uje. Sio ndani ya hii saa 8. Na utakuwa unakuja upitie mlango wa nje. Nashukuru sana shemeji yangu kama utafanya hivyo. Sasa kwa kuanzisha mwenyewe, mimi ndo mkulima. Shemeji, nakushukuru sana kwa kuitikia wito wangu. Kama unavyojua, siku ya tuko na lengo kula kukuita hapa ni kusema lile swala tunaongea siku. Shemeji, maseka alichonifanyia sio kitu kizuri. Ndio maana nataka nimuulize kupitia wewe. Sio kwamba sioni watu wengine wa kupita nao. Mimi nimechagua wewe. Nahitaji nimuumize zaidi ya yeye anavyoniumiza mimi. Shemeji, hili nimeamua na nipo serious. Sawa shemeji. Katika ile swala ndio wasiwasi. Na kwanza wewe ni msichana mzuri sana. Hivyo unastahili kupitia mateso kama haya. Na kingine mimi nilikuwa nimeshakuelewa kwa kitambo sana shemeji. Unajua mimi na kai kako kacha tunanikosha. Sasa wewe kama umeamua hivyo mimi siwezi nikakataa. Kama ndio hivyo basi sawa. Shemeji. Kingine shemeji. Unavyoenda hivi naenda kukupanga. Nahitaji ndo kaitili. Hadi sawa shemeji yangu, hiyo limeisha tu. Kwa kuicha hapa mimi mbona ni fundi. Sasa tondo. Sasa shemeji. Unajua ndugu yako akiondoka kurudi ni usiku. Kule kwa matembezi sasa. Tukapenda vitu vitano. Siamini kwa mfuko. Na hivyo kidogo. Kweli. Kidogo sana. Hapo unajua nusu yaani sina neno lolote nitakayokuambia zaidi ya mimi nakupenda. Kweli. Ondoka. Yaani mtoto kwanza kitandani. Ndio kwanza nikuonyeshe sasa hivi kwa bana kiuno laini hivi. Ukikipeleka hivi mtoto tunaelewa. Sasa yaani nataka ufanye hata sifanye nini tutarudia tena. Leo. Ya hata leo. Unachoki mara 7 mwenzio wamenipeleka. Basi hivyo kidogo tu. Hivyo yani. Hivyo kidogo sana. Ila sema sasa hivi muda utakuwa unaenda kidogo mume wako sio juu. Kazi zake. Ya hata usimzungumzie yule. Kwanza yule mwanaume yule mzembe hadi kitandani. Wewe. Akija sijui nimechoka, sijui yule ananiuzi. Basi usiseme hivyo. Basi ndio kipenzi changu. Sijui makoni huyu. Alikosha. Kwanza wewe rangi yako ya chocolate. Afu mtoto kitandani na hawezi. Sasa utamaliza sifa zote. Emsogea kwanza hapa.
inakosha, yaani kila muda natamani kuona tu. Kweli. Kuona jinsi ilivyo. Mtoto mzuri, huyo mtoto anatakiwa upate matunzo. Na ikibidi nitaongea na babangu alipo Moshi, ndio nikachukua nyumba kwetu tunaishi. Kweli. Yeah. Fresha. Sawa. Sasa hapa inabidi tujiandae niweze kuondoka. Basi akanikuta hapo, najua ndo naliolewa lichache. Natamani kila muda. Sawa. Sawa. Kitu kingine nikikuhitaji. Sitaki na bize. Ubize tena kwa ufundi huu kitandani? Ubize tena? Ah, we so kweli. Ngoja tuniondoke kwanza. Mawili nimemkuta mke wako yuko na mwanaume mwingine, na ushahidi ninao, nimepiga picha. Rafiki yako yule mrefu hivi sijui amenaniliu yule, ndo nimekuta naye. Huyo rafiki yake ndo nimekuta yuko naye, tena wanaingia ndani. Unasikia kuingia ndani, wanaingia ndani, mimi mwenye kwa macho yangu mawili. Mimi uniamini, lakini Maseke, mimi ni rafiki yako Maseke, niamini. Tufanye haraka, twende nyumbani.